Yesu asifiwe na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninapenda kukukaribisha kwenye somo la siku ya leo ambalo lina kichwa kinachosema nguvu ya muziki na athari zake kwenye maisha ya mtu. Nguvu ya muziki na athari zake kwenye maisha ya mtu. Power of music and its effect in people's life. Binafsi napenda kusema ya kwamba kabla sijazungumzia muziki, mtu yoyote ambaye anaishi katika ulimwengu huu anaathiriwa na kitu kinachoitwa muziki. Muziki una uwezo wa kugusa nafsi ya mtu kwa haraka. Na mahali nilikuwa nazungumza na vijana wenzangu, na wakati nikiwa nazungumza nao nikawauliza swali, kati ya muziki na mpira kitu gani ambacho kina athari kwa haraka zaidi? Wengine wakasema mpira una athari kubwa, lakini binafsi nilivyoanza kuwafundisha na kuelekeza wakaja kugundua ya kwamba muziki una athari kubwa sana. Kwa sababu hata wacheza mpira wenyewe wanapenda sana muziki. Manake ukija ukiangalia mambo yote yanayotendeka kwenye ulimwengu huu yanasababishwa au yanaendeshwa kwa mfumo wa muziki. Labda nianze kwa namna hii. Chochote unachoona kinaendelea katika ulimwengu wa kimwili asili yake ilianza rohoni. Kwa hiyo chochote ambacho unakitenda si kwa sababu unakitenda peke yake, no. Asili yake ilianza kwanza rohoni, ikakuaffect katika ulimwengu wa kimwili. Kwa hiyo wakati wote unapokuwa unazungumza, kuna roho ambazo zinatenda kazi kupitia maneno. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Mathayo sura 12 mstari wa 67 inasema hivi, kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Biblia inasema ya kwamba umefungwa kwa maneno ya kinywa chako. Maana yake kadri unavyoendelea kuzungumza, kuna namna fulani unaanza kujiconnect kwenye ulimwengu mwingine ambao hauonekani. Hivyo hivyo jinsi ilivyo music ina athari fulani ambazo zinatokea kwenye maisha ya watu. Unapomwona mtu anacheza, si kwa sababu anacheza tu peke yake, no. Ile asili ilianza kwanza rohoni, alafu ikaja kwa namna ya kimwili. Kwa ukimwona mtu anacheza ni kwa sababu kuna kitu fulani kilimwaffect kwenye nafsi yake, kikampelekea kucheza jinsi anavyocheza. Kwa hiyo ninatamani utambue jambo hilo. Lakini pia jambo la msingi lingine ambalo natamani kukumbushe, sauti yoyote unayosikia ina athari yake. Natamani kusomea maandiko matakatifu kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 10. Biblia inasema, yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Kumbe sauti yoyote ambayo ninaisikia kwenye ulimwengu huu ina maana katika ulimwengu mwingine. Kwa hiyo ninaweza nikazungumza ninavyotaka, naweza nikacheza ninavyotaka, naweza nikaimba ninavyotaka. Nisikize vizuri, sauti yoyote inayotoka ina maana. Wewe unaweza ukafikiria ya kwamba baadhi ya watu wakiimba wanaimba tu hip hop, wana rap, wanaimba R&B, wanaimba pop music, ukaona jinsi wanavyo dance, ukahisi kwamba wanafanya jinsi wanavyofanya. No, kuna kitu wanatengeneza kwenye ulimwengu wa kiroho ambacho kinakuathiri. Sauti inayotoka inamwathiri mtu. Hivi unajua jambo hili, kuna wakati nilikuwa najaribu kujifunza kwa habari ya music, nikaja nikagundua hata beat linalozungumza. Ukisikia beat ya nyimbo fulani, ukijua kuna sauti nyuma ile beat. Kwa hiyo mtu anaweza asiimbe, lakini kwa sababu kuna rhythms fulani zinatoka za sauti ya ile beat, linaweza likaafect mtu. Kwa sababu asili ya sauti yake ina maana kwenye ulimwengu wa kiroho. Nazungumza hivi kwa sababu nazungumza na vijana. Nazungumza hivi kwa sababu nazungumza na kina mama, nazungumza na watoto, kwa sababu athari ya music kwenye miaka hii imekuwa na kiasi kikubwa sana kuathiri vijana wengi. Ni watu wengi sana ambao wanaingia kanisani, lakini mwisho wa siku utakuta nyimbo za dunia bado wanasikiliza. Hawajawahi hata siku moja kusikiliza kitu gani kilichokuwa kinazungumzwa wakati ile nyimbo inaimba. Kuna watu wengi sana wanaona ni kama ni fashion tu kusikiliza. Watu wengine wanaweza wakakopi baadhi ya style wakazileta kanisani, ukafikiria ni kitu cha kawaida, lakini katika ulimwengu wa kiroho kuna kitu unatengeneza. Nilikuwa naisoma historia ya Michael Jackson. Na Michael Jackson ni moja ya wanaoita the king of pop. Na katika historia yake wanasema ya kwamba alikuwa na njia tatu ambazo zilikuwa zinamsababisha apate nyimbo alizokuwa anaimba. Na style alizokuwa anacheza sio kwamba alikuwa anacheza tu peke yake, no. Kuna kitu alikuwa anatengeneza katika ulimwengu wa kiroho. Hivi unajua, mtu yoyote ambaye anaimba si kwa sababu anatamani tu uimbe ujifurahishe. Kuna namna anatamani aiathiri kwanza nafsi yako, uwe connected na hiyo nafsi. ili mwisho wa siku uweze kuipenda nyimbo yake, kwa sababu kitu chochote ambacho hakigusi nafsi, hakigusi moyo, hakina madhara kwenye maisha. Lakini kwa sababu kinagusa nafsi za watu,
Hicho kitu kina madhara. Kama nimesema ya kwamba nguvu ya music inavyoweza kutenda kazi na ikaleta matokeo kwenye ulimwengu mwingine. Nisikilize vizuri. Michael Jackson anasema nyimbo zake alikuwa anazipata kwa namna tatu. Nyimbo zake kupitia mti. Kuna mti mmoja alikuwa anamuita Giving Tree. Huo mti baada ulikuwa unampa revelation, mafunuo. Kuna wakati akiingia kwenye ule mti kuna sauti anaanza kuzisikia. Akianza kuzisikia zile sauti zinaanza kumtengenezea namna ya kuimba kwake. Anapoanza kuimba kuna namna anaanza kujiconnect kwenye ulimwengu mwingine. Unaweza ukahisi akifika kwenye stage, mwamba anasimama tu hivi, watu wanaanza kudondoka. Unahisi ni kitu chepesi. No, kuna mtu alikuwa anaenda kikaa zake pale, akaanza kuzisikia sauti za maroho zilizokufa. Zinaanza kumconnect, zinamfanya aimbe jinsi anavyoimba. Sijui kama nazungumza na watumishi wa Mungu kwenye ulimwengu ambao watakuwa wanatambua ya kwamba si kwamba ulikuwa unasheki tu kama Michael Jackson. No, kuna kitu unatengeneza. Mwenzako alikuwa anajua namna alivyocheza, ni kwa sababu anajua kuna mapepo yaliyokuwa na mwathiri ambayo mwisho wa siku yanamfanya acheze jinsi alivyokuwa anacheza. Kwa hiyo unaweza kumkuta mtu na mimi ni best dancer kama Michael Jackson, ninajua jinsi ya kudance. Sikiliza mtumishi wa Mungu, sio kwa sababu unacheza peke yako ulimsikiliza Michael Jackson, mwisho wa siku ukakopi style zake. Sio kwamba Roho Mtakatifu alikuongoza, afu mwisho wa siku hiyo style umeleta kanisani. Kwa hiyo mwisho wa siku tunatamani sana uwe mtu ambaye unatambua ya kwamba kuna athari ya music ambayo inakuleta katika ulimwengu mwingine. Mungu anajua kwamba sauti yoyote inayotoka ina athari kwenye maisha ya mtu. Michael Jackson alikuwa na njia ya pili ambayo ilikuwa inamsababisha namna ambavyo alikuwa anapata zile nyimbo. Anasema nyimbo zake pia alikuwa anazipata kupitia vioo. Na hayo mafundisho aliyapata kwa Aleister Crowley. Aleister Crowley alikuwa mmoja wapo ya wachawi, watu ambao ni masatanic, watu ambao ni mafreemason. Walikuwa wanaandika kwa habari ya kujiconnect na ulimwengu mwingine ili uweze kusikia sauti za watu ambao wamekufa, waweze kukupa mafunuo ya namna ambavyo unaweza ukawaathiri watu au ukawafanya watu wavutiwe na wewe. Kwa hiyo Michael Jackson anakuambia alikuwa na uwezo wa kuangalia kwenye kioo, akazungumza na roho zilizokufa ambazo kwa mafundisho wanasema ni wanefili. Wanefili maana yake ni watu ni malaika ambao walishuka toka mbinguni baada ya kufall, na baada ya hapo wakawa ni watu ambao ni magiant, tofauti na namna sisi labda ambavyo tunawasoma kwa siku za leo. Na walikuwa ni watu ambao nilivyosoma kitabu cha mtumishi wa Mungu mmoja ambaye hicho kitabu kilikataliwa cha Henoko aliandika akasema ya kwamba wale watu walikuwa ni watu ajabu kiasi kwamba walifikia stage walianza kula hadi watu. Manake ndio hichi ambacho unakiona hata watu sasa hivi wanaact movies za mazombi. Nilisikia nyimbo moja hivi ya Diamond Platnumz anasema zombie babalao. Na wewe unaimba zombie babalao, unajua maana ni hiyo zombie? Zombie manake ni connection ya mtu ambaye ameshakufa, ambaye anarudi kwenye ulimwengu huu tulionao. Si binadamu wa kawaida, manake ni roho ambazo unaziconnect. Kwa nini natamani mtumishi wa Mungu ujue kwamba sauti yoyote ambayo unasikia ina athari katika ulimwengu wa kiroho. Kuna kitu ambacho unajiconnect, sio kwamba unacheza peke yake. No, kuna kitu unafanya. Siku hizi sasa hivi hapa unaweza ukasikia watu wanachezaga hata mapiano. It's okay. Sija kukatalia na sikwambia kwamba nakuzuia, lakini ninachokuambia kwamba asili yake hicho kitu kimetoka wapi. Mtu mmoja alikuwa ananiambia kwamba sasa hivi tunaweza tukawa tuna nyimbo ambazo zinaitwa gospel hip hop. I was a rapper. Mimi mwenyewe nilikuwa rapper. Lakini leo hii uweze kuniambia nikaingia kwenye madhabahu ya Mungu nikafanya hip hop kwa ajili ya kumtukuza Mungu. It's a lie. Kwa sababu gani? Hip hop asili yake haikuwa hivyo. Kwa sababu hip hop yenyewe, neno hip maana yake is to twist your body. To twist your body not kwa sababu unampraise Mungu. No, unafanya kitu kwa ajili ya connection na ulimwengu mwingine. Michael Jackson alikuwa na dance brother, lakini kuna namna alikuwa na connect. Ndio maana style zake zote zilikuwa zinawafanya watu wadondoke. Kuna show moja ambayo alifanyaga Marekani. Takriban watu ambao waliparticipate kwenye ile show ni milioni 3.5. Unaambia takriban watu 5,000 walidondoka. Mwamba sio kwa sababu anaimba, no, alipofika pale akasimama tu hivi, watu wanadondoka. I wish kama angekuwa ni mtumishi wa Mungu angekuwa anasimama watu milioni 3.5. Mimi naamini takriban watu milioni 1 au milioni 2 wangeokoka. Lakini kwa sababu alikuwa connector, channela wa nguvu za giza, mwisho wa siku ameishia kuwapeleka watu mahali ambapo hapafai katika ulimwengu wa kiroho. Natamani utambue mtumishi wa Mungu ya kwamba music ina effect kwenye maisha ya mtu. Ina athiri kwenye ulimwengu wa kiroho. Tambua hili kwa sababu litakusaidia sana. Na hii asili yake haikuanza hivi tu, no. Ilianza kwa Lucifer mwenyewe. Kwa sababu Lucifer mwenyewe alikuwa the worship leader. Alikuwa ni kiongozi wa kuabudu juu mbinguni.
Kama alishuka, ukae ukijua sio kwamba alipoteza ile asili yake. Maana ana uwezo wa kufanya chochote, kumfanya mtu ajue namna gani anaweza akawa attracted. Kwa hiyo ana uwezo wa kutumia watu ambao wana vipawa, wamepewa nguvu na Mungu, lakini mwisho wa siku hawatafanya kama Mungu anavyopenda, wanafanya kwa namna nyingine. Juzi hapa niliposti video moja ya Lil Uzi Vert. Ni moja ya rappers wa Marekani. Alisimama kwenye stage, anazungumza yeye mwenyewe, anasema ya kwamba everyone who listen to my song, you're going to hell, because if you listen to my song millions and millions of time, you're going to hell. Akiwa na maana ya kwamba mtu yoyote ambaye alisikiliza nyimbo yangu, akaisikiliza tena na tena, anaenda motoni. Watu wanashangilia pale, ukiangalia watu wanashangilia. Kuna rapper mwingine anaitwa Travis Scott wa Marekani. Kabla hajaingia kwenye stage alisema yeye mwenyewe ya kwamba mimi natamani kabla sijaingia kwenye stage nione damu za watu. Wakamuuliza nani ambaye anamwagika damu, anasema my fans. Wewe unaenda kwenye hiyo show unafikiri kwamba umeenda kwa ajili ya kujifurahisha? No, kuna kitu na connect. Okay, mimi najua kwamba unampenda Diamond Platnumz. Kuna show moja aliwahi kuifanya WhatsApp Festival. Kabla hajaanza ile show na kwa Christian, kabla hajaanza ile show walikuwa watu wamevaa nguo nyeusi, wameshika mapanga, alafu kabla hajatoka ambao unamuita simba kama simba, sawa kabisa, ni simba wako na kweli atakusaidia sana. Potoka wapi? Alitoka kwenye jeneza, kitu ambacho Khaligraph Jones alishawahi kufanyaga hiyo show. Akaletwa mbele, akatoa jeneza, alafu akatoka. Unaona ni kitu cha kawaida katika ulimwengu wa kiroho, kina maana. Alafu alipomaliza hapo akatoka. Nyimbo gani inaimbwa? Baba Lao. Alafu mwisho wa siku na wewe unaimba. Kuna wakati wanaimbaga, wanafika stage wanaanza kuimba chizi kaloga tena, chizi kaloga tena. Na wewe unaimba, unaanza kucheza kama hivi, chizi kaloga tena, chizi kaloga tena. Hivi unajua unachokifanya mtumishi wa Mungu? Kuna kitu na connect kwenye ulimwengu wa kiroho. Si kitu chepesi. Usifikiri wana kuburudisha, usifikiri wana kufurahisha. No, kuna kitu wanatengeneza. Hakuna kitu ambacho hakina maana katika ulimwengu wa kiroho. Watumishi wa Mungu, nilikuwa nawakumbusha tu kwa habari ya asili ya music na athari zake kwenye maisha ya watu. Na ni kweli kabisa, unawezekana usio unatambua jambo hili, lakini mimi ninajua kuna maeneo fulani utapona. Kwa sababu inawezekana ukaona ni vitu tu ambavyo havina maana, lakini kuna namna fulani tu utaanza tu kusikia kitu kinaanza kukereketa ndani. Usiniambie tu unasikilizaga nyimbo tu. No. Kuna kitu unatengeneza. Kuna nyimbo moja hivi inaitwa Shetani. Nadhani unaifahamu hapo ulipo. Nyimbo inaitwa Shetani, haushtuki. Yaani title yenyewe inaanza kukuzungumzia. Yaani kuna namna ukianza kufuatilia ile nyimbo, unaweza ukaona ya kwamba inazungumzia mapenzi. Lakini mwenzako anakuambia tunamtukuza Shetani. Ndio tafsiri yake. Ngoja nikwambie. Nilikuwa na proof moja ya namna ambavyo huyu mwanamuziki alisema kwenye hii nyimbo. Anasema Shetani amepita. Afa kimaliza hapa anasema leo ndani mitungi hadi jogoa na wika. Do you think? Do you understand? Hakuna kitu ambacho unakiona hapo. Hakuna kitu ambacho una connect. Wewe unaimba, lakini mwenzako anakuambia Shetani amepita. Maana Shetani amepita, yupo hapo anatenda kazi. Sio kwamba amepita hivi peke yake, hakuimba tu peke yake. Alikuwa na maana. Jaribu kujitafakari mtumishi wa Mungu, namna muziki unaweza ukaathiri maisha ya watu. Na usikopi style za watu wa ulimwengu. Usishake just like Michael Jackson ukasema mimi ndo the best dancer, mimi nikishake right here ninaonekana kama niko amazing. No, brother, sikiliza, wenzako wanajua wanachokifanya. Kuna mabrothers wakati mwingine ukiwa unataka kupiga picha, maybe unataka labda kupiga picha, naambia mwanangu nipige picha, bonge la photo. Mwanangu amazing. Hivi unajua unachokifanya hapo? Wanakwambia this is a devil song. Unaambia haya ni mapembe ya Shetani. Lakini ukimwambia mtu utaniambia mimi nini, kwani fresh tu, kwani nikifanya hii ina asili gani kwani? It's okay. Lakini nakwambia hivi, katika ulimwengu wa kiroho kuna kitu unafanya. You're connecting yourself to deities. You're connecting yourself to spiritual realms. There is something you connect and pull to this world. Yaani kuna kitu unakiita. Ndio maana wao wanajua wanachokifanya kina athari katika ulimwengu wa kiroho, kikukuletea kitu kingine ambacho kiko tofauti na ulimwengu. Sisi unanielewa mtumishi wa Mungu? Natamani kuanzia leo jifunze kujizuia kusikiliza nyimbo ambazo mwisho siku zitakuletea athari.
zinaathiri nafsi zetu, zinatufanya tukae mbali na Mungu. Kuna wakati muda mwingine tunasema hivi tunamtumikia Mungu katika neno kweli, lakini kuna wakati nyimbo zinatuzuia. Natamani niishie hapo, mtumishi wa Mungu. Nitarudi tena part 2 usikie namna ambavyo baadhi ya watu walijitoa nafsi zao kwa shetani, alafu mwisho wa siku bado unaendelea kusikiliza nyimbo zao. Kwa sababu nikikupa proof itakusaidia kujua namna gani unatoka kwenye huo mtego. Tofauti na hapo itakuwa ngumu sana. Mimi ninakuombea kwa Mungu iwe rahisi kwako kufanya na kuacha. Ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, na Mungu akubariki sana. Amen.